Yes, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shalom. Jina la Bwana libarikiwe. My friends, my friends, my friends. Nimewaita mara nyingi sana. It's better, it's better, it's better I marry in 40s kuliko nioa wanawake wa sasa hivi. Wanaotukuza fedha kama ndio Mungu. Siwezi kwa kweli. Hapo sasa unakuwa naoa mdangaji au naoa nani? Yaani kwanza swala la pesa linaingiaje kwenye ndoa? Yaani linaingiaje? I thought that pesa, nilidhani kwamba huyu mtu angekuwa anaangalia mtazamo wa pesa wa huyu mtu. Anaamini nini kuhusu fedha huyu mtu? Je, mtazamo wake utatengeneza fedha? Je, mtazamo wake utanipa mimi nafasi gani kwenye eneo la fedha nikiwa naye? Something is wrong. Unajua mafundisho yamekuwa mengi sana sasa hivi kuhusu fedha. Na wadangaji wamekuwa wengi sana sasa hivi kuhusu fedha. Wamekuwa wengi wadangaji. So unaweza kadhani unatafuta mke, kumbe umepata mdangaji. Unaweza kusema nimepata mke, kumbe umepata mdangaji. So people differs in their perspectives about marriage. So you must be very very careful. Hii dunia imeharibika sana. Nimeandika status ya asubuhi ya leo. Ndoa nyingi zinafeli sasa hivi. Mahusiano mengi yanafeli sasa hivi kwa sababu watu wengi wamechagua maarifa kuliko kuchagua hekima. Okay, maarifa ni zile ABCD unazoambiwa kuhusu mahusiano. Wanaume wako hivi hivi, wanawake wako hivi hivi. Ukifanya hivi hivi itakuwa hivi hivi. Ukifanya hivi hivi itakuwa hivi hivi. Lakini badi na habari mbaya ni kwamba huyu anayekufundisha yeye anaongelea kuhusu watu wa kundi lake. Na wewe ni mtu wa kundi lingine, unaenda kuapply kitu cha watu wa kundi lingine. Kuna makundi mengi ya watu. Kuna melancholic, kuna sanguine, kuna choleric, phlegmatic. Makundi ni mengi ya watu. So you'll end up in confusion. Ndio maana nakwambia it's better you choose. That's better. You are supposed, unatakiwa uchague hekima na sio maarifa. Sababu maarifa yatakupoteza. Hekima ndio inakuongoza. Kwa nini? Kwa sababu ngoja nitumie lugha nyepesi ambayo kila mtu atanielewa. Mahusiano ya mtu na mtu au mahusiano tuseme ya kindoa hayana sheria, hayana formula. So kwamba mtu fulani iko hivi na wewe iwe hivi. Mtu fulani alipita hivi na wewe iwe hivi. Mtu fulani alikuwa proposed ili aolewe kwa namna hii na wewe unataka iwe hivi. Mtu fulani alihongwa kiasi fulani na wewe unataka uhongwe kiasi fulani. Jamani. Anyway, Biblia inasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Na mafundisho mengi ya mashetani yatakuwepo. Na nimegundua kitu kimoja nowadays, especially Tanzania. Sasa hivi shetani ana ajenda kubwa ya kuliharibu kanisa. Na ili aharibu kanisa lazima aharibu ile unity ya kwanza ambayo inalijenga kanisa. Na hiyo unity ni familia, ndoa, mahusiano. Akishavuruga hapo anajua ameshalivuruga kanisa. Ndio ajenda kubwa sasa hivi. Anavurugaje? Anavuruga kwa kuleta mafundisho ambayo sio sahihi. Nikutana na mamangu mmoja, mamangu wa pili, Mbeya hapo juzi. Anaambia hivi, hayo mafundisho ya mtandaoni hayo siamini, msiyafuatilie. Mengi asilimia kubwa ni ya uongo. Na mimi nina principle moja kwenye issue za mahusiano. I only listen kwa watu ambao wamefanikiwa kwenye hilo eneo. I mean kwa eneo la ndoa nitamsikiliza mtu ambaye at least amekaa miaka 30 kwenye ndoa yake ya amani. Na sijaisikia watu wamegombana au wameachana au wamefanya. Huyo ndo nitamsikiliza. Out of that, nifundishe fundisho lolote la mahusiano. I will not take it. Labda liendane na lile ambalo nilifundishwa au nilijifunza kwa mtu aliyefanikiwa. Jifunze mafundisho ya mahusiano kwa kina Miles Monroe, watu ambao wamekaa kwenye ndoa zao wanafundisha mahusiano. Sasa na watu ambao hata miaka 20 hawajafikisha kwenye mahusiano nao wameachana kwanza. Hicho ndio unaenda kujifunza mahusiano. Unajifunza mahusiano kwa mtu ambaye anadanga. It's very fun. I was talking to somebody, ngoja na mtu mmoja. I was like, oh my friend, leo ulikuwa wapi? Nilikuwa na pale unaenda wapi? It was just unataka kujua nilikoenda?
how much are you giving me? What amount are you giving me? Yani kujua tu mtu alivyokuwa anaenda, I need to have a certain level of money that I'm giving that person. And she was my friend. Kusema tu anakwenda, you need to have I say ndio nimeharibika. Kwa kweli mimi bora nioe kwenye 40s. Kwa kweli, samani, lakini siwezi kuoa mwanamke anayetukuza fedha. Kwa kweli siwezi. Siwezi kwa kweli. Yaani nimeshindwa. Siwezi kujitahidi kwa kweli. Akili yangu imegoma kunyambulika. Mtu anatukuza fedha, mtu anatukuza fedha, mtu anatukuza fedha. Ukutana tu na kadada. Ukichukua tu namba yake. Vocha kashaanza kuomba. Mbona nyinyi mkiomba sex ya mtoi? Nataka kunitumia. I want to ask you. Did you know that shilingi 100 kwa mwanaume ni kama wewe sex ambapo unaibania? Ni kama ndio maana kubania 100. You need to know that it's because that men wanaume tumejifunza, tumeumbwa kupenda. That's why we are sacrificial. Tunaweza tukajitolea. We can give so that you believe that we love you. But it's not like that. Na kutoa sio lazima iwe fedha. That's why watu wengi they are wanakuwa hurted kwenye mahusiano. Sababu they are wanatukuza vitu ambavyo they are not in place. Kwa nini hamwezi kuona bila kupeana hela na kupeana sex? Anyway, sio nifundisha mambo, maybe I will teach now. From now I will teach it. Kwa sababu watu wanafundisha uongo. It's better na mimi nifundishe huo. Kama ni uongo utakuwa uongo, kama ni ukweli utakuwa ukweli. But there is a lot of corruption in the church. A lot of corruption. Uharibifu mkubwa umeingia katikati ya kanisa kuhusu mahusiano, kuhusu ndoa. Mahusiano kuja ndoa, corruption. A lot of corruption. Uharibifu mwingi ushapita hapo. Na mahusiano ya kindoa, uharibifu mwingi ushapita hapo. Na lengo la shetani kulivuruga kanisa, ni kuvuruga kanisa kwa sababu anajua akishavuruga familia, akishavuruga ndoa, akishavuruga kanisa. Kwa sababu nothing kati ya vitu ambavyo vinamconfuse zaidi man au mwanadamu ni eneo la mahusiano, love affairs. Ni eneo ambalo pia linamchanganya na kumvuruga mwanadamu. Ni taasisi ambayo pia ndio ilisababisha pale Bustani Eden, love ndio ilisababisha Bustani Eden watu wakayakanyana. So ni eneo la msingi sana. Hawa wanatumia nguvu yake ya ushawishi, ya upendo kwa mwanaume kumshawishi ale tunda. So don't play with it. Sio eneo ambalo sio la kuzingatia. Ni eneo la kulizingatia mno. Ni eneo la kulizingatia mno. So I'm very grieved. Najisikia vibaya sana kwa sababu watu wanaweka sheria. They are placing standards ambazo hazikutakiwa kuwepo. Wanaweka standards ambazo, they are setting standards ambazo hata kwenye Biblia hazipo. They are just demonic. Just to destroy the church kwa kupitia unit family. Ndio maana Mungu ilibidi abadilishe utaratibu pale Bustani Eden baada ya kuona mwanamke ametumia nguvu yake ya ushawishi kwa mwanaume kuharibu mfumo wa dunia. Ndio maana akampa mwanamume mamlaka. Anasema tamaa yako itakuwa kwa mmeo. Mungu alifanya hivyo kwa makusudi kwa sababu mwanamke tayari alishakuwa distorted. Mfumo wake ushakuwa distorted kwa kusikiliza shetani. Na until today mwanamke bado ana nguvu zaidi ya kumsikia shetani. Kwa hiyo unaweza kukata kanajita katumishi kama Mungu, kanajita kamemsikia Mungu, but kimemsikia mapepo, kimemsikia shetani. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke ni rahisi kusikia mapepo. Just from the beginning, from the garden. Anza kabisa msikia Mungu, anasikia mapepo, anasikia shetani. So ndio maana Mungu anawafundisha. Mungu, Biblia inafundisha wanawake kusubmit to their husband.
So unaweza kuwa na wazo zuri, maana mume wako alikataa, anaona zaidi ya wewe, anasikia Mungu zaidi ya wewe. So kama amekataa, he knows, anajua kwa nini amekataa. Kama anakupa maelekezo, anajua kwa nini amekupa maelekezo. Anaona zaidi yako wewe, anafahamu zaidi yako wewe. So mwanamke lazima ujue kwamba siku zote mwanaume wako anajua kuliko wewe. Lazima ukubali kwamba wanaume tunajua kuliko wewe. Yaani kwenye hii dunia, amini, kubali usikubali, unaweza kubisha kwa sababu ya ujeuri na ujuaji. Lakini lazima ujue kwamba na ukubali kwamba wanaume tunajua kuliko nyie. Ndio uumbaji ulivyo. Kwani mwanadamu alipomuumba Mungu mwanadamu, alipomweka bustanini Eden, alipomuumba mwanaume, alimfundisha kila kitu. Na yule mwanaume ndiye aliyemfundisha yule mwanamke. Na hata kuhusu lile tunda kutokula, aliyemfundisha kutokula ni nani? Mwanaume ndiye alimfundisha mwanamke. Mbona tunaharibu mfumo wa uumbaji wa Mungu, na shetani lengo lake haribu mfumo wa uumbaji wa Mungu ili aharibu dunia. Kwa sababu ukishaharibu familia, ukishaharibu mahusiano ya mwanaume na mwanamke, ushaiharibu dunia. Kama alivyofanya bustanini Eden. So we have a lot of wrong teaching in this generation. Kwenye kizazi cha kanisa la mwisho kuna mafundisho mengi. The world is corrupted. Dunia imeharibiwa kwa sababu ya mafundisho mengi ambayo sio ya uongo, ambayo sio ya kweli. So ninakuombea usiwe miongoni mwa wale watu ambao wapo kwenye dunia ambayo ni corrupted. Usiingie kwenye ndoa ambayo sio sahihi. That's why kuna single mamas wengi sasa hivi, kwa sababu ya wrong teaching kuhusu mahusiano na kuhusu ndoa. Yaani mahusiano yanamaanisha kwamba ule uhusiano ambao mwanaume na mwanamke anakuwa nao kabla hawajaoana. Kuna mafundisho mengi hao. Ndio maana single mama ni wengi sana na watazidi kuwa wengi kwa sababu ya huo upepo na kudanganyana wanapozidi kudanganyana. Na ndoa zitaendelea kusumbua, divorce rate itaongezeka. Yaani ndoa kuvunjika kutaongezeka kwa sababu ya wrong teaching ambazo ziko kila kona. Sasa hivi imefika mahali ambapo watu wameamua kuchukua relationship as a business. Yaani unajua kwa nini sasa hivi watu wanaojiuza, yaani ukiona kitu kina soko maana yake demand yake ni kubwa. Watu wanajiuza wamekuwa wengi kwa sababu pia watu ambao wameamua kubadilisha mahusiano kama biashara ni wengi pia. Kwa nini watu wamefikia mahali hapo? So there is no relationship now. Hakuna utu sasa hivi. Hakuna ubinadamu. Yaani that sector imebadilika kama a business. Yaani I wonder how is man related to marriage relationship? How? Kwa kweli siwezi. Dickson Twebe, mwanamke yote anayetukuza fedha, every woman that praises money too much, everything linking to money, nakutana nako tu kakishaje umekahitaji, umemhitaji huyo dada tayari, unafanya kazi gani? Hey, nitumie vocha. Hey, sijasuka. Hey, guys, I thought maybe utakuwa unapambana kumjua huyo. That's why I like that point ya mwanamke mmoja anaitwa Mrs. Tony Kapol, mke wa Tony Kapol. Anasema alisema, I quote maneno yake. Alisema hivi, watu wengi wanasema mama, wewe mbona ulikubali kuanzia chini na Tony Kapol? Akauliza hivi, hapa mnapokuona ni chini? Hapa mnapokuona ni chini? Nini anafundisha? Kwa nini nilipenda ile sentence? Kwamba yeye aligundua kwamba huyu mtu ana kitu ambacho kinaweza kumfikisha juu. Kinaweza kumfanya akawa mtu. Is somebody. Ni kwamba bado haijadhihirisha kwamba yeye ni nani sasa hivi. Lakini huyu mtu ni mtu mkubwa baadaye. Kwa sababu ya mtazamo wake maybe, kwa sababu ya anavyomuona, bidii yake, vitu kama hivyo. So, I thought you lady, kazi yako ilikuwa kufuatilia your man. What is he thinking about man? Mtazamo wake kuhusu fedha ni nini? Mtazamo wake kuhusu mimi na fedha zangu ninazozipata mimi mwanamke ni nini kwake? Basi
una focus ana hela au hana hela. That's why true love is not there. Sababu mwanaume ataondoka anasema dada amenipenda, kumbe ametamani pesa zake. Na unajua vitu viwili lazima uvielewe. Kwa mwanamume kitu ambacho kitamvutia na kumdanganya kwamba amempenda mwanamke ni uzuri wake na unyenyekevu wake, au tuseme admiration ya huyo mwanamke. Lakini kwa mwanamke kitu ambacho kitamvutia ni hisia, romance na fedha. So hivi vitu viwili usipovichakata viwili kwa wewe mwanaume na wewe mwanamke, vitu viwili usipovichakata mapema vizuri, you are probably utaenda kuingia kwenye mahusiano ambayo sasa hivi una 90% za kuingia kwenye mahusiano ambayo sio sahihi, and later on baada ya mwaka unagundua I was wrong. That's why kunakuwa na break up. Sio break up tayari masingo mama ndo wanazaliwa, kwa sababu waliingia kwenye mahusiano out of romance, kutoka kwenye upendo ule wa kihisia, kwa sababu anamuona kwenye glass anamfeel kumbe upendo sio hicho kitu. Love is not only that. That is not only love. Love is by choice. Unampenda mtu kwa sababu umechunguza na umeona ana meet imani yako, anaendana na kile unachokiamini wewe kuhusu Mungu, kuhusu kila eneo, anaendana na ideology yako ya finances, anaendana na karakta yako. Usitaki kumbadilisha mtu ambaye love language yake ni communication, afu iende isiwe communication, love yake language isiwe communication. Usiende kumbadilisha mtu ambaye ni sanguine awe melancholic, eti ni muongeaji asiwe muongeaji, eti sio muongeaji awe muongeaji. Haiwezekani. Lazima uone compatibility na huyo mtu. Ndio mambo ya kuzingatia. That's why we have a lot of divorce nowadays. Sababu watu hawaingii kwa sababu ya compatibility kwenye mahusiano, kwa sababu wanaenda njia moja. Hawaingii kwenye mahusiano kwa sababu wamepatana, wanaingia kwa sababu wametamaniana. That's why mahusiano mengi hayadumu, ndoa nyingi hazidumu. Ninamshukuru Mungu, I got a right teacher about relationship early in the morning, early of my beginning in my journey of relationship. Namshukuru Mungu nilipata mahusiano sahihi, nilipata mafundisho sahihi, na I believe God, namtumainia Mungu kwamba I'll never get wrong that area. I'll never. God bless you. God nourish you. In Jesus mighty name. Hii ni series na ni topic yangu ya kwanza kabisa kuhusu mahusiano, and I'll be teaching now about relationship. Kwa actually like, comment na share kwa watu wengine. Mtaanza na mimi kufundisha kuhusu mahusiano. Nitaanza. I've seen a lot of long teaching and demonic teaching. Hadi kulipuka kabisa. So I'll be putting my input. Tanzania, wake up. Tanzania, wake up. The devil is destroying the church. In Jesus' mighty name, God bless you. God keep you in the mighty name of Jesus Christ. Shalom. Usisahau kwamba tarehe 6 mpaka tarehe 13 tuna mkutano mkubwa wa uponyaji pale Mwanza Buhongwa Nyakagwe, World Deliverance Prayer Network, ikiwa mimi ndio kiongozi wa huo mtandao. Nikukaribishe kushiriki mkutano huu. Kwa namna gani unaweza kushiriki? Unaweza kushiriki kwa kutoa sadaka yako kwa ajili ya kudhamini shughuli zote zitakazoendelea katika ule mkutano, kama vile chakula kwa ajili ya watu wa Mungu watakuwa wanafanya kazi pale, nauli zao na vitu kama hivyo, na shughuli zingine za pale. Lakini pia unaweza ukashiriki kwa kuja pamoja na sisi, kwa kwenda pamoja na sisi, ili uende ukawahubirie watu wa kule Nyakagwe. Mungu akubariki sana. Namba za sadaka ziko hapo, ni CRDB ya World Deliverance Prayer Network. Funguka channel. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Kumbuka kila siku saa 11 asubuhi ni maombi, na ratiba ya maombi na maombezi is there. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Here is Dickson Twebe. Karibu Kings Global Tabernacle Church. Siku ya Jumapili tuna ibada
nzuri kabisa pale Mkungutama. God bless you. Shalom.